Sawa. Swali lenyewe ndo oanisha maneno ya sehemu A na sehemu B katika jedwali lifuatalo. 1. Aga dunia. We aga dunia unaelewa nini? Naelewa mtu kufa, kupoteza maisha. Sawa, umepata. Ila hapa inaonyesha kwamba kufa. Kwa hiyo yote majibu yako sahihi. Haya, pigwa butwa. Pigwa butwa. Kushangaa kitu. Kushangaa kitu. Vizuri. Na umasikio. Umasikio. Mfano kama kumnong'oneza mtu. Kumbe unajua. Kuwa makini sana na elimu. Sawa? Elimu ina faida nyingi sana. Itakufanya upate maarifa na kujua vitu mbalimbali ambavyo baadaye kwenye maisha yako vitakuja kukusaidia ikiwa utaajiliwa au utakuja kufanya kazi zako kwa maana ya ujasiriamali. Sawa mwanangu? Ukiwa mkubwa ungependa kuwa nani? Ukiwa mkubwa napenda kuwa pilot. Napenda kuwa pilot. Sasa kazania sana somo la Kiingereza, kwa maana somo la Kiingereza linatumika kwenye mawasiliano ya kimataifa. Sawa? Na usisahau maarifa ya jamii. Sawa? Nyie si mnaita SST? Sawa. Ndani ya SST kuna geography kidogo. Utajifunza kuhusu dini. Sawa? Haya basi ujiandae sasa uende nyumbani. Maana wenzio wote hapa hawapo. Kwenda ukae mbali? Hapana. Uende nyumbani. Sawa? Kuwa makini na shule na elimu. Okay, bye. Jagi mkononi, drama kichwani. Jagi mkononi, drama kichwani. Jagi mkononi, drama kichwani. Mwalimu. Salama tu mwalimu. Ndio. Elisha mwanangu kafanyaje tena? Yaani huyu mtoto mimi nishachoka na kesi zake. Kesi kila siku. Okay, sawa. Basi mimi nimekuelewa, ngoja nijiandae nakuja. Elisha. Mbona umechelewa kutoka shule? Alafu mwalimu wako katoka kunipigia simu sasa hivi. Umefanya tukio gani tena huko? Hamna baba. Wala kulishakukataza uache ukorofi. Nimekupeleka shule kwa lengo ya kupata elimu ili uweze kunisaidia mimi baba yako baadaye. Kwa nini unafanya ukorofi? Kwa nini hausikii? Chokoza. Na ile kitu nimekufundisha kwa ajili ya kukulinda wewe, sijakufundisha kwa wazuru watu wengine. Ni kwa nini unafanya hivyo? Wewe mtoto umeshanishinda. Hebu tuondoke.
Elisha. Mwalimu habari? Nzuri. Tulikuwa tunaongea kwenye simu. Karibuni. Angel, leta kiti mzazi akae hapa. Sawa? Haya. Fanya haraka. Kiti peke yake. Unataka kumletea na meza? Karibu keti. Asante. Baba Elisha. Karibu sana. Asante mwalimu. Sasa kama tulivyokuwa tumeongea kwenye simu. Nimekuita hapa tujadiliane mambo matatu ya kijana wetu Elisha. Sawa? Elisha tabia zake sio nzuri hapa shule. Sio nzuri kabisa. Sasa nikaona uje tujadiliane kuhusu na tabia zake. Akipewa kazi na walimu afanyi kwa wakati au anajiamulia yeye mwenyewe, ni mjeuri. Na kuna katabia ambako juzi hapa alimfanyia mwalimu mambo fulani hivi ya Kiswahili, akaanguka mpaka akampeleka hospitali yule mwalimu. Kwa nikakuita tuje tujadiliane hapa. Tuone tunafanyaje tabia zake ili naye malengo yake yatimie ya kielimu. Mimi kwanza nashukuru. Kiukweli mwanangu Elisha sio mara kwanza kupata kesi zake za hapa shuleni. Kuna madam mmoja alishaye kunipigia simu na kunieleza kuhusu huyu mwanangu, tabia zake. Kiukweli hata mimi baba yake nashindwa kuelewa tabia alizonazo Elisha anazitoa wapi. Kwa sababu mimi sijamfundisha hivyo wala sijamlea hivyo. Hata hayo mambo aliyosema ya Kiswahili, ni kweli mimi baba yake ndo nimemrisisha huyu mtoto. Kwa sababu hata mimi pia nilirisishwa na babu zake. So nimempatia kwa ajili ya kujilinda mwenyewe na kuwasaidia watu wengine. Sijapatia kwa lengo la kuharibu. Sasa nashindwa kuelewa Elisha hizi tabia zingine amezitoa wapi. Sababu hata nyumbani pia kuna tabia ambazo hazifai ambazo anazileta huyo mtoto. Nikapambana kama mzazi, nikaamua huyu mtoto nimlete shule aweze kujifunza, kwa sababu atakutana na malezi tofauti ya walimu, lakini nyumbani atakutana na malezi ya mzazi ili aweze kuwa mtoto mzuri. Lakini nashangaa na mimi nimefikia tu nimechoka. Hata hii mambo ya hivi ya Kiswahili umefundisha? Ni kweli mwalimu. Hayo mambo nimefundisha kwa sababu mimi pia nilifundishwa na wazazi wangu. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nimrisishe mtoto ili iweze kumsaidia kwa ajili yake mwenyewe. Nimemfundisha ili aweze kujilinda. Sijamfundisha ili aweze kuzuru watu wengine kama hivi unavyoniambia nasumbua walimu. Kwa hiyo mimi kama mzazi nasikitika sana kuona kwamba mtoto wangu anakuelekea sio kuzuri. Lakini nakuahidi mwalimu jambo moja, mimi nitamrekebisha. Kwa kuwa mimi ndo nimemfundisha haya mambo, nimempatia haya mambo, nitahakikisha ananyooka katika misingi bora. Elisha. Sasa mimi nimekusikia, nishaelewa, lakini Elisha, mwambie baba hizi tabia utaacha, hazitajirudia. Hapo atakufukuza shule. Toa sauti. Basi uwe mtoto mzuri, sawa? Ukirudia haya mambo watakufukuza shule. Baba Elisha, walikuwa wamesharuhusiwa kutoka. Sema tu labda alikuwa amefika nyumbani kwa kuchelewa. Basi nikutane naye kesho. Kesho asubuhi ukifika shule unione usaini. Sawa? Na usiondoke mpaka mruhusiwe. Sawa Elisha? Ndio mwalimu. Haya. Mwalimu, nakushukuru sana kwa ukarimu wako. Sawa. Nafikiri hata wewe nyumbani na watoto, hao watoto bado ni wadogo wanatusumbua sana. Sawa, kwa kweli. Mimi utapambana naye, nitamrekebisha kwa sababu tabia zake nazijua, ameshanichosha. Imefika wakati nitachukua jukumu kama mzazi kumfundisha huyo mtoto. Haya. Nashukuru sana. Hapo mikono salama. Haya. Haya Elisha. Uwe mtoto mzuri. Nilingiwa na matumaini moyoni nikiwa mlangoni, chaki mkononi, kichwani ndotoni za kuinua kizazi, lakini nikakuta si kazi bali siasa za ofisini, walimu wakorofi, mapenzi kazini. Nitaiweza hii shule au ndoto zitatoweka? Nipo peke yangu kwenye vita na bado sirudi nyuma. Nitaiweza hii shule au ndoto zitatoweka? Safi, kana madam. Kwa habari ya kazi? Safi, karibu. Asante. Karibu sana. Asante.
kuna wasaa nilipita nikakuona na mgeni hapa. Oh, yule alikuwa mzazi wake Elisha, si mrefu hivi. Kwa mzazi wa Elisha. Nilimpigia simu ili aje tujadiliane mawili matatu kuhusiana na tabia za Elisha. Si unajua Elisha mambo yake? Okay, hata mimi nishampigia simu. Nikampa taarifa za kijana wake huyu. Kwa hiyo kama leo amekuja nifanya vizuri sana. Amkanye. Tunajua akiharibika tumeharibikiwa sote. Nimeongea naye. Kwa kweli ameahidi kutupa ushirikiano. Okay. Maana vinginevyo hali ya kitabia kwa yule mtoto itakuwa ngumu sana. Vizuri. Kuona mwenyewe leo umekaa karibu na madarasa yako hapa. Ndio, ili darasa unajua mambo ya kelele hapa. Kwa hiyo usipokaa karibu kelele hapa vululu. Sisi unaweza mwenyewe. Amna, tunapambana tu. Hongera. Asante. Makingi nikueleze kitu? Niulize. Kwa mfano, akatokea mtu labda sasa akwambia kwa anakupenda. Fanye? Tabidi nimuulize upendo wa aina gani? Maana kuna upendo wa agape na upendo wa mapenzi. Sasa kwa mfano akasema nakupenda, upendo wa kimahusiano. Kwa umri huu? Sidhani kwa kweli. Umri huu kwani mapenzi yanachagua? Mimi na mke na mtoto mmoja. Au mahusiano yatakuwa mahusiano gani? Ila Makingi. Naam. Mimi nakupenda. Wewe, madam. Sana kaka. Sawa. Alafu sitoshe. Mahala pa kazi hapa mahusiano haruhusiwi. Halafu jambo lingine, mimi nimeoa na mke na mtoto mmoja. Tukiona mahusiano au mahusiano yatakuwa na uhusiano. Wewe ni cha kushauri, wewe ni bado mdogo, ungetafuta kijana mwenzio, mkapendana, mkaaminiana, mkajenga maisha. Mimi nimependa ya Makingi, kwani vijana siwaona? Labda tuseme tu wakati wa Mungu hujafika. Lakini kwa upande wangu mimi hivyo vitu haviwezekani. Sawa madam, mimi naomba tutue tu kama tulivyo sasa hivi. Ni kama kaka yako. Mapenzi kweli drama. Tena yanasumbua. Nampenda jawahi kupendana na nipenda na mzingo. Nimechoka. Mapenzi changamoto. Nipo kwenye joto nimevishwa joo. Nimeshalichoka minalivu. Kwani ya baridi au ya moto nimuulize nani anipe majibu kwangu changamoto maana sielewi. Gift, mambo? Mzima. Mzima za kwako? Mzima, tangu juzi. Nzuri, mami. Umechoka mwenyewe na kazi. Kawaida, ila kesho nikuta leo. Ana una shida kusimulia. Niambie, mimi si ndo udugu wako? Si unakumbuka nilikuelezea kuhusu ile Makingi? Yule mwalimu mpya? Yeah, nakumbuka. Nimemfuata leo. Alichoniambia anaona shida. Umwambia? Ameniambia kuhusu na familia na mke, mtoto. Mara kaniambia masuala ya umri. Amekataa. Amekataa? Anakataje? Lakini usijali rafiki yangu. Hapa umefika. Kuna mtaalamu wangu huyo mmoja huyo. Ni kiboko. Yaani hapindui. Mtaalamu? Yeah, mtaalamu. Mtaalamu wa nini Gift? Yaani namaanisha mganga. Mganga. Mapenzi kweli drama. Tena yanasumbua. Nampenda jawahi kupendana na nipenda na mzingo. Nimechoka. Mapenzi changamoto. Nipo kwenye joto nimevishwa joo. Nimeshalichoka minalivu. Kwani